Bwana, leo naenda kukufundisha namna nzuri ya kuweza kusoma na kusikiliza mazungumzo ya mtu mwingine pasipo kushika simu yake. Utafanikisha vipi? Yaani mtu mwingine ana chat kule, anawasiliana, lakini taarifa zote pia zinafika kwako. Sijui utaenda kumchunguza nani? Utaenda kumchunguza mfanyakazi wako, utaenda kumchunguza mpenzi wako? Sijui, hilo ni juu yako wewe, lakini watu wengi pia wamekuwa wakipenda sana kuwachunguza wapenzi wao. So leo nataka nikufundishe namna nzuri ya kuweza kumchunguza mpenzi wako kama watu wengi ambao wamekuwa wakipenda kufanya. Na kuomba usiwe na haraka sana, wewe nisikilize mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu siku zote umekuwa na haraka na ndio maana unakuwa unashindwa kufanikisha hili jambo. Lakini kama huna haraka utafanikisha hili jambo, na siku ya leo lazima uweze kufanikisha, kwa sababu hapa umekutana na sehemu sahihi. Yaani ukiona umefungua hii video, basi ujue wewe ni mbarikiwa sana. Yaani umebarikiwa sana siku ya leo, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua sana siku zote, lakini siku ya leo unaenda kukijua katika namna ya urahisi sana. Lakini pia kama utakuwa na haraka, unaweza ukanicheck kupitia namba ambayo unaiona hapo, kaniambia tu Mr. T, naomba tufanye jambo. Ukitaka nikusaidie private, unaweza kanipigia kupitia namba. Lakini kama unataka ujifunze pia, sikiliza hapa pia, hata wewe uondoke na somo uende kumfundishe mtu mwingine. Sasa ni kwa nini nataka nikufundishe hili jambo? Nataka nikufundishe hili jambo kwa sababu kuna moja ya mteja wangu alinipigia simu, akaniambia Mr. T, naomba unisaidie. Kuna mwanamke wangu nataka nimchunguze, mwanamke mdogo. Nikamwambia mwanamke mdogo, it means kwamba una wake wawili? Akaniambia yes, nina wake wawili. Huyu mwanamke nataka nimchunguze. Sasa mimi nikawa siamini sana, nikaona kama huyu jamaa labda anataka mchunguze kimada wake. Of course mimi sipendi sana kuwasaidia watu ambao wanawachunguza vimada. Mimi napenda ukiona mchunguze ni mke wako ama mpenzi wako, sio una wapenzi wawili afu kama mchepuko ndo unaanza kukachunguza sana. Basi nikaa na muhoji maswali. Nikamwambia basi huyu ni mke wako kweli? Akaniambia huyu ni mke wangu mdogo. Nikamuuliza swali tu kidogo, ni kwa sababu gani unataka umchunguze uone mawasiliano yake, anawasiliana nani? Akasema bwana, wewe ni mwanaume mwenzangu na naamini hata ninapokusikiliza wewe ni mdogo, lakini najisikia aibu kuambia hili jambo, lakini acha tu nikwambie, nataka nimchunguze mke wangu mdogo kwa sababu ameanza kunionyesha viashiria vya kishenzi. Nikamwambia viashiria gani hivyo? Akaniambia kwamba kikubwa ambacho kinafanya naanze kumchunguza, tunapokuwa tuna sex, mwanamke wangu amekuwa akipaka mafuta mengi sana, mafuta ya nazi. Amekuwa akiniambia kwamba ni mafuta ambayo yanamsaidia kusiwe kuna michubuko. Amekuwa akipaka sana mafuta mengi sana nazi, lakini tunapokuwa tunaendelea kufanya lile tendo, yale mafuta nazi yanachuzika sana kuja chini. So wakati huo anakuwa anajifanya kama amekosea kuishika, anaipitisha kule chini. Muda mwingine mimi fanya nini, nashtuka, ananiambia tu bwana nimekosea. So hiyo vitu nimeona kwamba ni kitu ambacho kinaendelea mara kwa mara. Lakini kuna siku nilikuwa nimekaa naye, nikamwambia, akaniambia kwamba hivi kwani ukifanya kinyume na maumbile na kweli? Of course alivyoniambia hivyo nilishtuka. Nikamwambia hili jambo umesikia wapi? Akaniambia mimi nimesikia tu, lakini sina maana kwamba wewe tufanye. Umeona? Basi ananiambia kwamba kuna siku ameenda kwa mke wake mkubwa huko, amekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, kwa sababu anapeana wiki, mke mkubwa wiki, mke mdogo wiki. Alivyorudi kwa mke mdogo, wakati wanashiriki ile tendo, kuna style fulani hivi inaitwa mbuzi kagoma kwenda. So wakati anashiriki ile tendo mbuzi kagoma kwenda, alianza kuona viashiria vya uchafu, yani viashiria vya mavimavi kidogo. Hii ikampa wake up call kwamba anatakiwa aanze kumchunguza mke wake. Lakini pia akaanza kuona kwamba mke wake amekuwa ni mtu mwenye kiburi sana, yani ana kiburi sana. Kwa hiyo ikabidi aanze kufanya kumtilia mashaka. Basi nikamwambia kama ndio shida ndio hiyo, hebu kwanza tumchunguze. Kama hapo mwanzoni alikuwa hana viashiria hivyo, alikuwa kuambii maneno kama hayo, sasa anaanza kukuambia maneno kama hayo, pengine kuna sehemu ambayo amejifunza hivyo vitu, sasa pengine anataka avifanye hadi kwenye ndoa yake. Of course nikaa nimefanya pale mambo, nikaa nimegonga kodi, nikamcheki, tuka balance kila kitu, akaanza kushuhudia sasa. So ikawa imepita kama miezi mitatu hivi, so ndo akaja amenicheki, kwa sababu of course ya kunimalizia hela. Kwa sababu issue yake ilikuwa ni kubwa sana, sasa kunimaliziaga hela. Akawa amerudi sasa kunimalizia ile hela. Nikamwambia mbona ulikuwa mbali sana? Akamwambia hebu shika kwanza hela yangu.
So katika kanitumia hela yangu pale, ndio tukaanza kufanya nini, kupiga story. So katika story ambazo tulizokuwa tunapiga, akaniambia bwana, nilikuja kugundua kwamba kumbe ile michezo alikuwa anaifanya kweli na alikuwa anaifanya nje ya ndoa. Anambia kwamba nilikuja kushuhudia kila kitu, nilikuwa nashuhudia mawasiliano yake, namna ambavyo anawasiliana. Anambia kikubwa zaidi ambacho kilimfanya jamaa aumie, anakuambia kwamba ilifikia hatua kwamba mke wake ndo akawa anataka kile kitu kufanywa mara kwa mara. Anakuambia kwamba mwanaume ambaye alikuwa amemwanzishia hiyo kitu alikuja kuoa mwanamke mwingine. So mwanamke wangu akaanza kulalamika kwamba yani wewe umenifundisha michezo hii hapo unaenda kuoa mwanamke mwingine. So jamaa akanasema kwamba wewe lakini simeshaolewa. Umeona? Na mimi sasa hiyo michezo sifanyi, sitaki tena kuifanya kwa sababu naogopa nikiifanya hiyo michezo nitakuja kurudi kwenye ndoa yangu huku, pengine nitamharibu mke wangu. Kwa hiyo mimi sitaki kuizoea tena hiyo michezo. Nimepanga kuacha ili nisije ikaniathiri zaidi nikaja kumuomba hadi nani mke wangu. So mwanamke wake ndo kana analalamika sana, mwanamke wa jamaa, kwamba umenifanyia vitu hivi mimi vibaya, lakini wewe kwa mke wako unaogopa nini kumfanyia. So inaonekana kama jamaa huyu ambaye alikuwa anamfanyia vitu, jamaa akaja kufanya nini, kuachana naye. So ikawa sasa mwanamke akana tamani tena kufanyiwa kile kitu. So wanaume wake wengi ambao alikuwa anawapata kuna chati zake, umeona, hata kujitongozesha alikuwa anawauliza vipi mwanamke akikupa kisamvu itakuwaje. Anaongea maneno fulani hivi ambao mwanaume anatakiwa kwamba aonekane kwamba mwanamke fulani anataka kitu fulani. So ndio ikawa issue hiyo hapo. Jamaa akawa amekutana nayo kwa mke wake, na alikuja kukutana nayo kwa mke wake baada ya kufanya nini, kumchunguza. So basi tukawa tumepiga story na ule jamaa. Of course jamaa alikuwa ni chef fulani kama wanawake wawili. So tukawa tumepiga naye story pale. Of course mimi nikamuuliza tu, so mpango wako ni vipi? Kama bwana, mimi hata kuna dini yangu hivi ni vitu ambavyo alamu ni vitu ambavyo alifanyika. So kutoka nimegundua hilo, na kama miezi miwili sijaenda kule kwa ule mwanamke. Kwa hiyo sitaki hata kumuona, sababu naofia nikienda kule nitampiga. Yaani nikimuona tu lazima nitamuuliza na kumuonesha ushahidi, lakini pale nitamuumiza, nitafanya kitu kibaya, kwa sababu sasa hata huyu mwanamke pia sijazaa naye watoto. Of course inaonekana kama pia mwanamke alikuwa na tatizo la kushika mimba, kwa sababu jamaa ananiambia kwamba wamepambana sana kuhakikisha mwanamke anashika mimba, lakini kwa muda mrefu hajashika mimba. Kwa hiyo jamaa anaona kwamba acha nikae miezi fulani, kwa sababu kuna sija kuna dini, ukikaa miezi kadhaa pasipo kumhudumia mwanamke wako na kwa tayari moja kwa moja umefanya nini, umeshaacha naye. Kwa sababu acha kwanza nikae miezi fulani na baadaye nishughulikie masuala nini, kwa sababu hata mwanamke mwenyewe sijazaa naye, lakini sasa ndo amefanya hivi vitu. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho kilikuwa kimemtokea huyo mzee. So nikashindwa kumshauri, kwa sababu pia ni mambo ambayo sasa mtu hawezi kumshauri masuala ya ndoa, yeye ndo ambaye anatakiwa atoe maamuzi. So niko hapa kukuambia wewe, kama unataka ufanikishe hili jambo, kwa sababu kwa muda mrefu umekuwa ukishindwa sana kufanikisha hili jambo, basi umekutana na mimi, umekutana na Mr. IT, basi hesabia kwamba kwa siku ya leo unatazama hii video, basi wewe ni mbarikiwa, umebarikiwa sana na unaenda kufanikisha hili jambo. Nicheki kupitia namba, niambie Mr. IT, naomba tufanye jambo.